Get the point. Take a kusema uongozi. Na siku ya leo tunaangalia neno linalosema servant leadership. Tulisema tangu jana kutranslate jina hili kwa Kiswahili servant leadership. Waswahili wako wapi? Servant leadership, utumishi. Kwa nini? Doje Kiswahili tuanze bwana watu wagwede. Kumbe tulianguka zote. Servant leadership ni kusema utumishi. Okay, tunaelewa. Ngangana kidogo. Buyamule. A servant, tume understand no musomba. Talibo. Mtumwa. Uongozi wa utumwa. Nimejaribu sana. Uongozi wa nini? Wa utumwa. Kitabu ni cha Mathayo 20 mstari wake wa 25 tukiendelea mpaka 28. The book of Matthew chapter 20 and verse 25. Ndio. Biblia inasema, lakini Yesu akawaita. Akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa utawala kwa nguvu. Mnajua ya kuwa wakuu wa mataifa wanatawala kwa nini? Kwa nguvu. Kwa nguvu. Na wakubwa wao huwatumikisha. Na wakubwa wao huwatumikisha. Yani huwatumia vibaya. Yes, endelea. Lakini hiyo ni 26. Inasema, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Ninyi haitakuwa hivyo. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu. Yeyote anataka kuwa mkubwa, yani anayetaka kuwa kiongozi, na awe mtumishi wenu. Aweze kuwa mtumishi wenu. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza. Na yeyote anataka kuwa wa kwanza, na awe mtumwa wenu. Na aweze kuwa mtumwa wenu. Ndio. Kwa hivyo nataka niseme hivi. Mnapoona katika idara, kwa sababu uongozi tunaozungumzia hapa sasa ni wa kanisa, si wa ulimwengu. Hivi sasa tuko hapa kwa sababu ya uongozi wa kanisa. Yeyote anayetaka kuwa kiongozi katika idara yoyote aweze kuwa mtumwa kwanza. Qualifications za servant unastahili kusielewa. Jambo la kwanza ni mtu anayetii. Chochote anachoambiwa na mkubwa wake anafanya. Sijui kama tunaelewana. Amjambo. Ili uweze kuwa mtumwa unafanya kile ambacho unaambiwa. Kwa hivyo idara ambayo unayoongoza, wewe si mkubwa. Mkubwa ni yule ambaye unayemuongoza. Ukiwa mchungaji lazima uweze kuwa mtumwa kwa washiriki wako. Uko hapo kuwatumikia. Sijui kama tunaelewana paka hapo. Kwa hivyo uongozi lazima uweze kwa hii, kwa sababu Yesu alisema viongozi wa dunia wao wanatumikiwa, wanafanyiwa, lakini uongozi wa kanisa wewe ndio mtumwa unayefanya. Ukiwa katika idara ya women ministry, wewe ndio unafanya, si kwamba wewe ndio unafanyiwa. Yani ujishushe mwalimu wewe mwenyewe. Asante. Inasema hivi, kuna walimu wa zamani walikuwa wanatusumbua sana, walimu wa primary. Sijui kwa siku hizi jaribu muone. Walikuwa wanatusumbua, ati lazima tuende mapema tumchotee maji. Serikali yetu ni nzuri, semeni amen. Kuna utumwa ulikuwa pale nyuma. Tulikuwa tunaenda, unaambiwa class 7 mkuje na chembe. Tunafikiria tunaenda kulima shamba ya shule. Kumbe tunaenda kulimia jamaa mwingine anatutoa darasa, tunaenda kulima shamba ya mtu. Ama tunaenda kuvuna mahindi. Mnakumbuka hizo siku?
twasombe ku kibando okuchungeke kaka ke kulikiria abana na ni mwanafunzi. Halo, uongozi, wewe ni mtumwa. Elder, our first elder ako wapi? Our first elder ako wapi? Balisi bane moso wakumbula ekanomba tageti. Halo, our first elder aweze kukaa hapa. Yeye anastahili na viongozi wote. Kama wewe ni kiongozi wa kwaya, amjambo, wewe unafanya nini? Unatumikiwa, unakuwa mtumwa, ama unajishusha vile ambavyo mwenzangu amesema. Kwa hivyo lazima tuweze. Utafika mstari wa 28. 28, wacha wasikie isemavyo. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika. Yeye akuja kutumikiwa, bali alikuja kutumika na kutoa nafsi yake, iwe fidia kwa wengi. Yes, iweze kuwa fidia kwa wengi. Kwa hivyo kuwa servant, hiyo tena lile jina limepotea. Ile jina msipoliweka mahali lisianze kupotea. Amjambo. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa viongozi ambao ni watumwa. Katika kitabu cha Numbers, ndio Hesabu 14 mstari wake wa 24, kuna jambo ambalo liko pale. Ndio servant leader. Biblia yasema, lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wake wote, nitamleta yeye mpaka nchi aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Mtumishi wa Mungu anaitwa Caleb kwa sababu alionekana kwamba yeye ako tofauti na wengine, na alikuwa hakika anamtegemea ama anamfuata Mungu kikamilifu. Mungu akaahidi ya kwamba kuna yale ambayo atatenda juu yake pamoja na jamii yake na ukoo wake. Kuna vile ambavyo wataweza kuvipokea. Sikia viongozi, unapofanya kazi ya uongozi kanisani, kuna mibaraka na kuna laana. Amjambo. Sasa kwa sababu Caleb amefanya kazi nzuri ya utumwa, baadaye Mungu ametangaza kile ambacho atafanya kwa familia yake na watu wa jamii yake. Abaraigwa koko kore mirimo ya Nyasaye, koko yakora n'ubuikirano. Kuna vile ambavyo Mungu amepanga kubariki familia yako. Kwa hivyo ukifanya uongozi vizuri, koko n'uburayobobuya, kuna mibaraka ambayo itakuandama wewe na watu wa jamii yako. Na ukifanya vibaya, basi yale ambayo yatakufuata hayataweza kuwa mazuri. Samani, ili mzee aweze kuwa elder wa kanisa, wazee wale wachungaji wa samani bangenambu ya muli, wale wachungaji wa samani lero muna tu achaji chensi, wachungaji chensi, baidi tungejua tupata wale wazee walisiu. Ili mtu afike kiwango cha kuwekewa mikono kuwa elder, haikuwa kazi rahisi. Wala ambao mnakumbuka kanisa hili, haikuwa kazi rahisi kuwekewa mikono. Hatiyu ni elder wa kanisa, msi wa kanisa. Ilikuwa kazi ngumu, na ni kweli alikuwa ameelewana na Biblia kiwango hata mchungaji asipokuwa, huyo mzee alikuwa na uwezo wa kuongoza kanisa na liweze kwenda mbele. Mchungaji alikuwa anakuja anauliza, mnataka huyu mzee awekwe mikono? Sasa mchungaji anaenda kwa wakati wake, anatafuta mke wa huyo jamaa, anaketi pamoja naye. Wangapi? Anamwambia mambo ni mawili, laana ama baraka.
Sasa mama, hata we mchungaji akikueleza hivyo unaanza kufikiria mara mbili, si ndivyo? Anakueleza kanisa limesema huyu mzee awekwe mikono kuwa elder, wewe unasemaje? Nakumbuka umetangaziwa nini? Laana ama nini? Alafu unafikiria mama ananyamaza. Nasikia mama anaanza, pastor. Pastor. Na mchungaji hakuwa anamuuliza mbona umefanya hivyo? Anamwambia simama tuombe. Wanaomba na hiyo story ya kuwekewa mikono inaisha. Mchungaji anarudi kanisani, anaambia wazee wacha kidogo. Na kama kuna vijana wake wamekuwa wakubwa, wanaulizwa, mnaonaje baba yenu akipewa kuwa elder? Chiche nsichi hata ba polisi obuna monga. That means astahili kuwa church elder. Hello? Lerongo chokoko ngiche batini kibwato. Nara kwisanire kuba mulisi. Acha nara lichambe. Balenga banchiri whether you like it or not, mikono parachacha. Bona bwa bakuja basumbui kanisa. Kwa sababu Mungu amesema hachaona kwa Caleb kuna chenye aliona ndani yake. Kwa sababu Mungu anastahili kuona kitu ndani ya moyo wako ili uweze kuwa kiongozi kwa idara yoyote. Kuna kitu ambacho Mungu anastahili kuona ndani yako. Uwezi ukaonwa na binadamu. Anayeona viongozi wazuri ni nani? Mungu. Ni Mungu. Mungu aweza kuona. Kwa hivyo kuna jambo ambalo unastahili kuweza kujua. Kwa hivyo tunaposema servant leadership, sasa lazima uweze kuwa mtumwa kwa wale ambayo unayoongoza. Nasema kwamba the servant leader has power, but it is a certain kind of power exercised with humility. Kwa hivyo a servant leader uko na nguvu. Mtu ambaye hakona uwezo mkubwa, lakini kwa wakati mwingine hizo nguvu zinastahili ziweze kuwa na unyenyekevu. Ni sawa, you have powers, lakini sisiweze kuwa ni zile ambazo zinastua wale ambao unawaongoza. Ngendongera buko igule. Yes, you have powers, sasa hivyo, lakini ndani yake kuna kitu kinaitwa humility. Humility konga kika kusi. Uwekanya. Nguvu nazo uko nazo, lakini uweze kunyenyekea. Halo? Ukiongoza kanisa, usiongoze na nguvu. Tunasimama mbele ya kanisa, elders waje ni watumie. Walisibana hivyo. Mupende msipende, hii pesa mtatoa. Mwanje ti mwanja, poika mokora kendoki. Aki mongaka. Wote bandi. Mongaka. Niliona mko na elders 10 na wangapi? Tuseme ukweli, ni wote wanasimama wanaitisha pesa ya makambi wanapewa? Aki mongaka. Ni wote watasimama kuitisha pesa ya makambi watu watoe? Tuseme ukweli, ni wote wanahubiri kwa madhabahu? Siku na mwingine akisimama unasema elders wamefanya nini? Na ni vile hawawaambii, washiriki hawawaambii. Hata kama ni wachungaji, ni wote wanasimama wanasema leo kuna kitu hapa. Paka mko na viwango. Na mke wa huyo elder yuko hapo. Labda kuna elder akisimama watu wanaanza kutoka nje mmoja. Baadaye wewe mke wako uende nyumbani mwambie mzee, kuna mambo unayofanya yanatuletea aibu kama familia. Wana watu kwa mugaka otokonyera bante kanisa limo. Nilikuwa nahubiri kuna jina ambalo nilikuwa natumia nikihubiri. Mimi bila kujua nikafika kwa nyumba. My agencies wakaniketisha wakaniambia, dadi, tuna mkutano na wewe.
Nikasema sawa. Nikaketishwa mkutano. Nikaambiwa kuna jina unatumianga, hatutaki kulisikia, unatuletea aibu. Kauliza, mbona wewe usitumie hiyo jina mahali tuko na mahali hatuko? Nikafunga mdomo wa juu. Tangu siku hiyo sijawahi fanya nini? Kulitumia hilo jina. Nikasema kama linaumiza watoto wangu, what about wale wengine? Kwa hivyo usitumie nguvu kwa uongozi wa kanisa, kwa sababu ndani yako kuna roho wa Mungu. Kwa hivyo nguvu hizi zako si za chifu. Chifu pale, unajua chifu kuna vile anafanya kazi yake. Kuna vile ambavyo mwalimu anafanya kazi yake. Kila mtu askari kuna vile anafanya kazi yake. Lakini wewe unastahili kuweka unyenyekevu katika hali hiyo. Na hizo nguvu za unyenyekevu zina uwezo za kufunja milima. Haleluya. Hizo nguvu kuna uwezo wa kufanya mambo makubwa bila kulazimisha watu. Kuna msemo wa Chinese wanasema kwamba maji ni soft, maji ni liquid. Si hivyo? Maji ni kitu ambacho ukiona ndio hii inapita hapa. Lakini wanasema maji haya yana uwezo wa kuangusha ama kufunja miamba. Si hivyo? Haya maji ya juzi tu tulikuwa tukilia juu ya nini? Ya maji yalianguka, inaangusha mabarabara. Maji yana uwezo, kwa kuyaona unaona ni kitu kisoft tu, hakina uwezo. Lakini kwa sababu zile nguvu maji yako nayo, yakiwa mengi, yanapotoka hapo inaweza angusha kanisa na ilale chini. Si hivyo? Usijaribu useme ya kwamba nataka utumie nguvu sana kuliko kiasi. Sina time ya kuweza kwenda hizo vitu zote, lakini nataka kukimbia kidogo. Nataka niseme kwamba jambo servant leader ni mtu ambaye servant leaders serve God's people. Leadership is about someone's role among people. Yaani servant leader ni mtu anayetumikia watu. Umuntu ogukorera abantu. Kazi yako no gukorera abantu ba Nyasaye. Hakikisha wale watu wenye umepewa unawafanyia kazi. Kuna idara katika kanisa hii, kuna idara ambazo nikiangalia sioni kama kuna kazi wanafanya, lakini msinichape, amjambo. Na uende ikawa ni mahali ambapo nimetoka. Kwa mfano idara kama gani? Education. Wapi kiongozi wa education katika kanisa hili? Education department. What's your work? Sasa umepanga nini mwaka huu? Swali tu sasa, kwa sababu tuko uongozi. Wale watoto wanaenda kufanya mtihani form 4 wa kanisa hili ni wangapi? Number. Sit down. Unastahili kuwa nao. Watoto wa mayatima wanaenda kufanya mtihani. Halo? Uwe nao. Semina ya kufanya na watoto hawa wanapotoka shule. Hivi sasa kabla warudi, unafanya nini? Uwaletee watu ambao ni specialist katika mambo na education. Wakae hata kama ni Sunday moja, tangia asubuhi mpaka jioni wanazungumziwa. Unawatenga wa primary, secondary, university na colleges. Hao watu wanazungumziwa. Mtu mwingine ni stewardship leader. Ako wapi? Stewardship leader wa hii church. Stewardship leader. Wewe, you are the minister katika idara hiyo. Hata atakuja church. Halo? Kitambo tuanze kupigana ati mbona watu hawajatoa zaka. Mwenye amepewa idara ya kutusaidia tuwe na pesa ya kutoa zaka ametusaidia na nini? Halo? Sijui kama ninaenda vitu zangu.
Ni wewe uende ulete wataalamu ambao wamesomea mambo na biashara, uketisha washiriki chini, waeleze watu mambo na biashara, ili waanze wajue vile wanaanza biashara na chini wakiendelea. That is your work. Fanya kazi yako. Kazi yako si kwenda seminar mabera. Ngantu agande seminar mabera na ndio akora kitu. No, fanya kazi kwa idara yenye umefanya nini? Iwe ni youth department, fanya kazi. Kama ni stewardship, fanya kazi. Kila mtu fanya kazi yako. Kama ni kwaya, make sure enda chunguza idara nimepewa inahitaji nini. Wende kule Kisii, leta manager wa Equity Cooperative Bank. Hizo banki zote ziko hapo. Waambie kuna watu niko nao wanataka kujua jinsi ya banking na vitu zingine, waelewe. Sasa tuko hapa tu tunasema hizo ni vitu zinasomwa kule nje. Hapana, ni kazi zetu tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wana kazi. Ni sawa wamesoma, lakini tutatoa kazi wapi? Sasa tunangojea waende kuajiriwa. Mtu ameenda amesomea mambo na business and what marketing. Si kuna watu wamesomea, na huyo amesomea marketing na baada anangojea kazi. Alienda kusomea mambo na marketing and what sales and na anaongoja kwa sababu achapewa cha kwenda kuuza. You are the specialist. Wewe sasa kwa sababu uko na shahada hizo, ukuje utengeneze kazi upe wale ambao hawajasomea hiyo, kwa sababu wewe ni msomi. Hello? Okay, servant leader ni mtu ambaye characteristics of a servant leader. A servant leader ni yule ambaye anamtegemea Mungu. Yaani tegemeo lake katika uongozi wake anamtegemea Mungu. That is number 1. Number 2, a servant leader ni yule ambaye anamotivate by the glory of God. Yaani anaweka wengine nguvu katika kazi ambayo wanaofanya. A servant leader hopes and trusts in God. Yeye anamtegemea Mungu na anaweka imani yake kwa Mungu katika uongozi wake. A servant leader ako chini ya nguvu ya kiongozi mkuu wake. Every servant leader understands that he is under another who is superior in rank and has authority over him. Kwa hivyo unapokuwa servant leader unajua kwamba uko chini ya yule labda hako na nguvu kukuliko wewe. Kwa hivyo unapokuwa servant ujue kuna mwingine ambaye ako juu yako, na tumesema ni Mungu. The servant leader ni yule ambaye ana mentor others for ministry. Unatengeneza wengine. Usiwe katika idara, tukifika katika hali ya uchaguzi unauliza, nasema mimi msinichague. Ukikuuliza nani? Na nyinyi mnaona. Wewe ni treasurer wa church, umeweka pesa miaka 5. Na kweli si vizuri kukaa katika miaka 5, miaka 4-5. Tunasema sasa tunataka tubadilishe. Tukikuuliza na wewe kuna nani umeona mwenye tutaweza weka? Sioni, lakini mchague mwingine. Yeye bwana wako tokoli. Ajabuye katoroji, lakini mungao kwa tutama tokole kitu. Unamaanisha nini? Hakuna mwingine. Ni nani? Ni yeye tu. Ni mimi. Kama wewe ni treasurer kwa mfano, anza kuweka mtu. Mwambie kuja hapa, nisaidie kwa kupanga hizi pahasha. Anaanza na kupanga nini? Mwambie nisaidie kuandika hizi malisiti. Kwa sababu mugi akiandika malisiti tunaona nisaidie kupiga hesabu. Mwanzo ataweza kuwa na uoga, lakini utastukia kila Sabato ameipenda ile kazi. Ako karibu sasa. Yaani kitambo aende nyumbani anajua kuna kitu anastahili kufanya, ndiye afanye nini? Hata yeye ndiye anakuja kukumbusha, situfanye hiyo kazi haraka, nifanye nini? Niende. Unaleta hizo pesa zote mnamwaga kwa meza, mnaanza kufanya kazi hiyo na anakupangia. Hapo una treasurer ama una treasurer? Utaki wengine waguse. Tutake tio ndakune pogisi. Amechaombewa. Una
unastua watu. Wacha na hii, wacha hii. Watajua lini? Kwa hivyo leta mtu, mwanza kufundisha pole pole, baada ya miaka miwili uko na watatu. Halo, katika idara yoyote unayofanya, sio treasury peke yake, hata kama ni women ministry na vitu vingine, uweza kufanya hivyo. Hakika kuna vile ambavyo itakuwa. Sehemu ya mwisho inasema kwamba kuna mambo ambayo unastahili kujua. Why are some church leaders not servant leaders? Ni kwa nini wengine sio watumwa katika uongozi wa kanisa? Jambo la kwanza, they are not born again, chosen only because of being active in church. Wengine kweli hawajazaliwa upya. Wengine wamechaguliwa katika idara kwa sababu wanakuanga active. Najua kuna tofauti ya kuwa active kanisani na kuwa na hizo qualifications za leadership. Kwa hivyo wengi wote wenye ambao wanaongoza si kwamba walistahili kuwa katika sehemu hiyo, walichaguliwa kwa sababu wanakuanga active. Kwa hivyo lazima ujue kuna tofauti ya kuwa active in the church na hizo zingine. Kwa hivyo wengi hawachaokoka, hawachatengeneza uhusiano. Ndio maana hawakui servant leaders, kwa sababu kuna vile ambavyo Mungu anastahili kukutengeneza kwanza. Vile ambavyo tumeona Caleb, Mungu alimuona kutoka ndani, hakika huyu amesaliwa upya. Okoiborweli ya kabiri, indiposo uweze kupata nafasi ya kuwa katika hali hiyo. Number 2 ni kusema kwamba they are not called to the ministry. Hawachaitwa katika, hawana wito katika utendakazi. Waliingia tu wakiwa na wrong motives na nia mbaya. Waliingia tu kwa idara wakiwa na mawazo yao. Because of time, wanatafuta tu, they seek leadership position for wrong reasons such as material gain. Kuna watu wanaingia hapo kwa sababu ya vitu, mawazo yao tu mabaya, kwa sababu anafikiria tu akiingia hapo kuna kile kitu ambacho atapata. Kwa hivyo leadership si pesa Mbayamole. Lakini wewe ukiangalia hapa ndani ni mahali pa pesa. Hiyo kutoka kwa hiyo gate ni ya pesa. Hata kama ni pesa, hiyo pesa iko hapa. Hii maji ya Mungu amewapatia hapa chini. Hapa ndani wapi pesa kwa wapi? Na wenye mnajua system ya hii kanisa, sio kama system zingine. Pesa zikiingia pale kuna mali zinafanya nini? Ile saka yenye unatoa kuna mali inafanya nini? Na huko unakuta kuna washiriki wengine wako na mdomo mingi. Mmekula pesa. Pesa gani iko hapa watu watakula? Pesa hakuna hapa. Ni neema ya Mungu. Hata wengine wanatumia zingine zao. Ama mjue hata kama wewe ni kiongozi wa idara, inafika mahali unaingisha mkono wapi? Mfuko. Unaanza kutumia pesa zako kutoka kwa familia yako. Na unasema mimi nataka niwekwe hapa. Zamani tukiwa church board, tulikuwa tunapewa 50 bob lunch tukiwa board. Sasa tulikuwa tunapewa 50 bob. Watu wakangangana wawe viongozi, ndio na wao wawe wakipewa nini? Common sense. 50 bob tangia saa 12 mpaka saa 9. Hapo kuna pesa umetengeneza? Mwenye alienda biashara zake na wewe unapewa 50. Nani yako na faida? Hatufanyi kazi hii kwa sababu ya pesa. Tunafanya kwa sababu tumeitwa na nani? Na ni Mungu anataka tuweze kumtumikia. Okay. Sitaki kupoteza muda wewe. Wengine wanafanya kazi hii. Kinaitwa ambacho kuna kitu watu wanaita respect. Wanatafuta uongozi kwa sababu ya heshima. Ngana nje siku ngana nje rende. Nje no mulisinde. Nje mimi ni deaconess. Mimi ni deacon. Hiyo heshima tu. Wengine si kwamba wanataka kufanya kazi. Hii miaka yote nimekaa church. Si hata mimi nastahili kupewa kasehemu. Ngarau hata mimi nikitoka hapo nje wanasema head deacon. Kuna watu wanasumbukanga na hiyo. Tukifanya uchaguzi mahali fulani kwa sababu ya mtandao, sitataja hiyo sehemu. Kuna mama aliniuliza, pastor, mlipotafuta kitabu hicho kitabu cha kanisa kutoka mwanzo mpaka mwisho,
mkitafuta viongozi hamukuona jina langu mahali. Anda aboltika kusi. Tani pastor muno chili etali anande ase kitabu kia kanisa. Kwa hivyo anamaanisha nini? Hajasikia jina lake likitajwa kwa uongozi. Kuna watu si kwamba ni pesa wanataka, hiyo tu heshima, na hayo sikunga kwamba wewe ni mmoja wa viongozi wa nini. Mungu afanyi kazi hivyo. Mungu anafanya kazi na wale ambao ametenga ili waweze kufanya kazi pamoja naye. Wengine wengine anasema kwamba natafuta ile ambayo sitawacha, ile yenye nitawacha niwache. Zote nimewacha, na Mungu awabariki katika jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Wageni kimbia haraka. Wageni. Hapa ni kukimbia hivi. By running. Kimbi. Wageni. By running. Mkifika hapa mimi naomba na keti. Na acha mkiimba. Mkimaliza mgeni mwingine anachukua mic yangu. Hizo dakika 5 nimeacha ni saa nyimbo na wimbo tu, hata sio 5. These are our feasters from where? Najua zitashika jina lao vizuri. Kanyako mtebingi nyole, Effort from Kisii. Amen. Wametoka mbali. Hii ni kwaya yetu, our guest choir. Najua jana hatukuwa nayo. Sasa hivi kuna our guest choir. Hallelujah. Na kuna wengine pale wanataka kuwaona mwe mnasonga hata hapa hivi. Hata hivi mbele hivi. Kuna umati mwingine this side. Si mnaona wako sawa? Si ni guest choir? Yes. Baadaye tutaenda hizo namba zingine. Kuna namba asichaimba. Weka. Mimi nataka kuomba, tuombe. Baba yetu mtakatifu ishiye juu mbinguni, asante kwa sababu ya nafasi ambao umetupatia. Tumeweza kuangalia kipindi chetu cha uongozi. Tunapoendelea mpaka tufike mwisho, tubariki. Kwa yetu inapokutukuza kwa nyimbo, Bwana wabariki kwa sababu wamejitolea kwa sababu ya kutukuza na kupeleka